Wanafunzi wengi walipoteza mwelekeo pale ambapo alijiona kwamba sasa wazazi hawanioni, ninaweza nikafanya chochote ninachotaka kufanya. Hapo wengi ndio walipopotelea. Lakini kama unautambua uwepo wa Mungu, utajua kabisa kwamba hata kama hakuna anayekuona, Mungu anakuona popote ulipo. Waga nawaambia watu tunapofundisha kuhusu tabia, tabia inayokupa ushindi sio ile ambayo unaifanya mbele za watu, ni kile unachokifanya ikiwa watu hawakuoni. Kile unachokifanya ikiwa hakuna anayekuona, hicho ndio ambacho ni ishara kwamba utashinda au utafeli. Jiulize, wakati watu hawakuoni, uko peke yako chumbani kwako, hakuna anayekuona, nini unafanya? Tabia gani ambazo unazifanya wakati hakuna anayekuona? Hizo ndio zitaamua hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukiwa hadharani, kila mtu anajitahidi kuwa mstaarabu, si ndio? Kila mtu anajitahidi kuwa mstaarabu mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nawaambiaga waimbaji kwenye semina za kusifu na kuabudu, huaga wakinialika kufundisha hiyo na wakeraga sana. Na wakera mno. Huaga nawaambia, kama wewe unaabudu mbele za watu, lakini ukiwa peke yako chumbani kwako hujawahi kupiga magoti kumwabudu Mungu, huo ni unafiki. Inauma kwa sababu ibada ni maisha yako ya kila siku. Lakini kuna watu wakija mbele za watu hapa, atatuongoza kwenye kuimba Bwana na kuabudu. Lakini je, ukiwa peke yako unamwabudu Mungu? Unapiga magoti ukiwa chumbani kwako peke yako na kumwabudu Mungu? Nini unakifanya ukiwa peke yako? Kwa nini lazima kumheshimu Mungu hata kama watu hawakuoni? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nyenzo kubwa ya ushindi. Jambo la tatu, zingatia zaidi hekima na maarifa kuliko alama za ufaulu. Zingatia zaidi hekima na maarifa kuliko alama za ufaulu. Nataka nifafanue hili vizuri. Sisemi kwamba alama za ufaulu hazifai. Alama za juu sisemi kwamba hazifai. Lakini nachotaka kukisema hapa ni kwamba je, hiyo alama ya ufaulu ulionayo, hiyo A yako hiyo, ni kweli umeipata kihalali? Yaani ni kweli unajua kitu ukajibu au uliangalizia kwa mtu? Kuna watu wamepata A kwa sababu ya kuonyeshwa majibu na majirani zao kwenye vyumba vya mtihani. Huyo mtu anakuwa amefaulu lakini hana maarifa. Mtu mmoja alipoulizwa kwamba elimu ni nini, akasema elimu ni kile kinachobaki kichwani baada ya kuwa umesahau kila ulichofundishwa. Mimi definition ninaipenda sana, japo watu wengi hawaipendi. Watu wengi wakiongelea elimu hawaitaki hii definition kabisa. Lakini mimi nakubaliana naye kabisa kwamba nini unabaki nacho baada ya kuwa umeondoka darasani kwenye makaratasi kule. Nini kinachobaki kichwani? Kwa sababu kama umepata A ya kuangalizia, umepata A kwa udanganyifu, manake ni nini? Manake wewe huna maarifa. Kwenye cheti tunaona amepata A huyu. Lakini tukikusimamisha hapo mbele sasa upige interview. Wewe ukienda kwenye interview kule, unaweza ukakereka aisee. Kuna jamaa wangu mmoja alimpiga mtu kwenye interview akamrushia kalamu. Alipandwa na hasira kwa sababu ni mwanafunzi wake amemfundisha chuo kikuu, akawa amealikwa mahali na taasisi moja akasimamia interview yao. Anafika pale, anakuja mwanafunzi wake ambaye alimfundisha darasani. Madudu waliokuwa anaongea pale mpaka mwalimu wake alikasirika akamrushia kalamu. Wewe unaongea upumbavu gani hapa? Mpaka wengine wakapuliza, mwalimu punguza hasira basi. Lakini inakera sana kwamba mtu kitu umemfundisha, alafu anaenda kule mtaani hawezi. Na leo tuna wimbi kubwa la wanafunzi ambao wana A za darasani, lakini wakienda mtaani hawawezi kufanya kazi. Hawawezi. Na ndio maana madaraja yanajengwa, alafu kesho unakuta bonge la ufa. Wanakwambia hiyo ni expansion joint tu, wala msiogope. Sasa tunaona kabisa hili jengo. Mimi sijasomea engineer bwana. Engineer wa ujenzi huyo hapo Kidenyi. Ila najua kabisa kwamba nyufa ambazo sio hatarishi kwenye majengo ni zile zinazotokea kwenye madirisha. Zile sio hatarishi, ni za kawaida. Lakini ufa unatokea kwenye msingi, yani ngoma imekatika kabisa. Hapo kwa kweli lazima tutilie mashaka. Tunatia mashaka kidogo. Mungu atusaidie sana. Benki ya Dunia walifanya utafiti. Wakagundua kwamba wahitimu wengi wa Tanzania hawana uwezo kazini. Wakaleta mradi unaitwa HIT. Sijui kama mmeusikia mradi unaitwa HIT ambao unaendelea mpaka sasa hivi. Nafikiri sijui mwakani ndio utafika mwisho au mwaka. Sijui kama umefika mwisho au vipi. Lakini ule mradi ni mabilioni ya pesa tumepewa. Kama mmeona kwenye vyuo huko, vyuo vingi sasa hivi vinajenga majengo. Kweli si kweli?
Zile ni pesa za mradi wa HEET. Benki ya Dunia wametoa. Na sio kwamba tumepewa, ni mkopo. Ila ni mkopo wa gharama nafuu. Kwamba yani watu wa huko wamekaa zao huko kwenye nchi zao huko, wanakuja kwetu, wanagundua matatizo yetu, sisi bado hatujagundua. Hii ni jambo la hatari sana. Wahitimu wengi hawana uwezo wa kufanya kazi walizosomea. Hawana uwezo. Mwalimu wangu ambaye alinifundisha O-level, siku moja natembea mitaani nikamkuta saa 5, yani muda kama wa leo, siku ya shule kabisa. Yani sio siku ya sikukuu. Nikamkuta mtaani. Sasa nikamuuliza, "Saa hizi uko hapa?" Yuko dukani kwake anauza, yani yuko mtaani anauza nguo dukani. Sasa saa hizi uko wapi? Ananiambia, "Wewe, wanafunzi wa siku hizi sio kama nyie. Nyie kipindi kile ilikuwa lazima tujiandae, lakini wanafunzi wa siku hizi unaingia darasani, unaongea mpaka mwisho, unaondoka, hakuna aliyekuuliza swali." Kweli si kweli? Mnauliza maswali nyinyi huko madarasani? Siku hizi yani mtu anaona mpaka lecture ni kazi nyepesi. Kwa sababu ana uhakika ataingia darasani, watu 1200 wamekaa pale, anaropoka dakika 120, anaondoka, hakuna aliyemuuliza swali. Mimi waga sipendi na nakasirika ninapofundisha mpaka mwisho, halafu hakuna anayeniuliza swali. Kwa sababu wataalamu wa elimu wanasema ukiona wanafunzi hawana maswali, inawezekana hawajaelewa kabisa, au wameelewa sana kupitiliza. Sasa sijui tunaangukia kwenye kundi lipi. Lakini mimi waga nashangaa kwamba naenda darasani, naongea, alafu naondoka, hakuna aliyeniuliza swali. Hii inatisha. Wanafunzi 1200 na darasa moja la wanafunzi 1600. Bachelor degree wanafunzi 1600. Kweli watu 1600 mnamsikiliza mmoja, alafu amuulizi swali. Yaani nyinyi mnaaminije ubongo wa mtu mmoja? Kwani Mungu huyo? Kuna msemo mmoja wanasema, in God we trust, in money we question. Sawa eh? In God we trust, in man we question. Wataalamu wa fedha nao wanamsemo, wanasema in God we trust, in money we audit. Sawa jamani? Lazima tujenge utamaduni wa kujiuliza maswali, lakini pia kuuliza maswali, kuhoji. Unapokuwa na uwezo wa kuhoji, inakusaidia kuelewa zaidi. Kwa hiyo tuna kundi kubwa la watu wanatoka vyuoni, wanaenda mitaani, hana uwezo wa kufanya kile ambacho walikisomea. Na mimi najua na hata hapa wapo, kuna wanafunzi vyuoni, na iko sana vyuoni kuliko hata sekondari. Mwisho wa semester pale, wale wa semester, Bwana Yesu asifiwe. Tupo wa semester. Kuna kundi kubwa la watu, na liendelea kuongezeka, wanaopanga foleni kwenye ofisi za malekchara wao kuomba kuongezewa marks za kozi weki. Yao unakuta mitihani ikikaribia ile mwisho, sasa imetoka ile test ya kwanza 2, test ya 3 4, group assignment hajafanya. Mimi sinajua kwenye group assignment hajafanya, alafu anakuja anakuambia, mimi ndio mwalimu, mimi ndio niliyefanya kazi, wenzangu wakasahau kuniandika jina. Sasa mimi namuuliza, kama wewe ndio uliyofanya kazi, ilikuwaje wenzako wasahau kuandika jina? Kama wewe ndio uliyofanya, si ungejiandika basi? Lakini anakuja kabisa anakuambia eti mimi ndio niliyefanya ile kazi, lakini wenzangu wakasahau kuniandika jina. Uongo mtupu. Yaani kazi ufanye wewe, alafu wenzako wasahau kuandika jina. Basi wenzako ndio waliofanya kazi na ndio maana walikusahau. Kuna matatizo sana kwenye kazi za grupu kule vyuoni. Hawa ndio watu ambao wanakuja kupanga foleni, sasa anataka marks za bure. Sasa mimi sijui nazitoa wapi hizo marks za bure. Yaani wewe umepambana miezi 4 hujazipata, unataka mimi nizipate ndani ya dakika moja. Yaani haiwezekani wewe. Hamna kitu kama hicho. Haya bwana, sijui kama wanapewaga hizo marks au vipi. Haya, twende kwa mcho basi. Niondoke hapo, twende kwa mcho. Mithali 6 mstari wa 6. Nitasoma pale. Umeshafika Mithali 6? Ndio. Haya, soma 6 mpaka 11. Unasema, ewe mvivu, mwende chungu, tafakari njia zake ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi. Wala twende taratibu hapo sasa. Nataka hapo. Nitarudia. Unasema, kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu. Lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Hukusanya chakula chake wakati wa mavuno.
Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, usinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umasikini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Tuishie hapo. Umeona msumari yule aliyomaliza nao pale. Umasikini wako huja kama hutaki kusema lakini si imeandikwa pale. Umasikini wako unakuja kama nini? Na uhitaji kama mtu mwenye silaha. Kama mtu mwenye silaha, mtu ambaye amekusudia kuua. Sasa hebu tutafakari haya maneno hapa. Ewe mvivu, mwendee chungu. Sasa tena Biblia kisinyewe muishukuru, nyewe Waswahili mshukuru sana. Biblia ya Kiswahili imelitafsiri hili neno kistaarabu kidogo. Imetumia neno mvivu. Lakini nenda kwenye Biblia ya Kiingereza. Kama kuna mtu ana NIV, hebu soma neno lilotumika pale. Hajatumia neno lazy. Hajatumia hilo. Nani ana Biblia ya Kiingereza, NIV au nini? Au hata nafikiri hata King James version. Kama kuna mtu anayo, unaweza ukacheki. Hasa NIV inapenda zaidi neno alilotumia hapa. Ametumia neno gani? Hamjafika. Alafu kuna mtu yani mimi nimesimama hapa, nimesafiri kilomita nyingi mpaka kufika hapa. Nimelala muda mfupi ili nije hapa. Nitasimama hapa kuongea masaa kama 2 kasoro hivi. Halafu kuna mtu yuko hapa anasinzia kabisa, yani hana aibu kabisa, anasinzia. Alafu mstari tuliosoma unasemaje? Bado kulala, si ndio Biblia ya Kiingereza tusomee pale. Imetumia neno gani? Hilo neno lilotafsiriwa mvivu. Nataka ile neno pale. Tusoma. Anasema go to the ant. So sluggard. Tulia hapo. Sluggard. Unaweza kuketi. Nitaka ile neno sluggard. Sluggard kwa Kiswahili cha moja kwa moja ni kwamba wewe bwege. Yani ni mvivu. Yani unajua kuna uvivu alafu kuna highest stage ya uvivu. Yani unakuwa mvivu alafu unafika viwango vya juu unakuwa bwege. Sluggard ni bwege. Jitu ambalo halijielewi, linapenda kulala, linapenda kupumzika hata kama hajachoka. Yaani ni mtu wa kupumzika, kazi yoyote hataki. Sluggard. Ndio neno lilotumika, nalipenda hilo neno hilo. Haya. Biblia ya Kiswahili imesema mvivu. Okay. Anasema mwendee chungu, zitafakari njia zake. Jifunze kutoka kwake. Chungu ni mchwa. Sasa angalia pale, mchwa ana tabia zipi? Na je, zinaweza kutusaidia vipi sisi kuwa bora na kufanikiwa kielimu? Anaposema zitafakari njia zake, anamaanisha jifunze kutokana na maisha yake. Mwanadamu ana akili kuliko mchwa, hiyo nakuhakikishia. Lakini kuna tabia baadhi ya wanyama wanazo ambazo mwanadamu kama akijifunza huko atajiongezea ufahamu mkubwa sana. Na leo itakushangaza sana. Na nimejifunza vizuri kuhusu mchwa kwenye Biblia, lakini sikuishia hapo. Nikaenda kwenye sayansi pia. Nikataka nione kama sayansi inakubaliana na hiki ambacho Biblia imesema. Nikakuta kweli kabisa sayansi inakubali kile ambacho Biblia inasema. Anasema kwamba yeye hana akida. Akida kwenye Biblia ya Kiingereza imetajwa nini? Soma kwenye Kiingereza ametajwa nini akida? Ametajwa captain. Captain ni anayeamuru kikosi. Hili neno linatumika sana jeshini. Kwamba mchwa hana wa kumuamuru. Alafu neno la pili anasema hana nini? Overseer. Hana mtawala au hana kiongozi. Hana anaye mtawala. Na jambo la tatu anasema pia hana kiongozi. Sasa nataka kujifunza kwa sababu najua hata kwa wanyama kuna viongozi. Unajua kuna makundi ya wanyama ambayo yana viongozi. Nikataka kujua, je, sayansi inakubali kwamba mchwa hana kiongozi? Nikakuta ni kweli kabisa. Koloni ya mchwa hainaga kiongozi. Mchwa ni mdudu ambaye lile kundi lao unaloliona halina anayeongoza. Hakuna anayemwagiza mwenzake. Halo? Hakuna
hakuna anayewatawala wenzie, hakuna mtu anayetawala wenzie. Sio kama unajua, mimi nimesoma agriculture kidogo, sio sana, nimesoma agriculture kidogo. Sijui shule za mjini kama mnasoma agriculture, mimi sijui. Mimi nilisoma kijijini, kwa nini nilisoma agriculture. Na mmoja ya kiume tulimsoma ni nyuki. Nyuki, sijui kama unajua kwamba nyuki wana kiongozi. Unajua hiyo? Nyuki wana kiongozi. Na viumbe wengine ukienda kusoma utakuta hivyo, wana namna zao za kuongozana. Lakini mchwa, jamii ya mchwa haina mtawala, haina kiongozi. Pamoja na hayo, anasemaje? Pamoja na kwamba hana kiongozi, hana wa kumwamrisha, hana wa kumwambia sasa fanya hivi, anasema anakusanya chakula chake. Anaweka akiba wakati wa nini? Wakati wa jua. Anakusanya chakula wakati wa mavuno. Sayansi inakubali kwamba wadudu wengi jamii hiyo wanakufa sana wakati wa mvua. Sijui kama unajua kwamba jamii hiyo ya hivi, mchwa ni insect au ni nini? Ni kundi la insect, si ndio? Okay. Nakumbuka biolojia yangu ya form 1. Insect wanakufa sana wakati wa mvua. Na sayansi inakubali kwamba kama insect wangekuwa wana survive wengi, hii dunia hii ingekuwa kila unakotembea ni wadudu watupu, yani hivi. Ni kwa sababu kundi kubwa la wadudu linakufa. Lakini katika wadudu ambao hawafi kizembe ni mchwa. Kwenye shimo la mchwa nyoka hawezi kuingia hata siku moja. Anajua kitakachomtokea. Hawezi kuingia. Si unajua nyoka anapenda mashimo. Ole wake aingie mle, alafu jamaa wamo mle. Ataona kitakachompata. Kwa hiyo mchwa anasifiwa kwamba ni kiumbe mwenye akili. Katika wadudu mchwa anasifiwa kwamba ana akili, na Biblia inakubali. Sasa mchwa anatufundisha nini? Mchwa, nikafuatilia kwenye sayansi kujua tabia za mchwa, nikakuta mchwa wana bidii na wanajituma. Wana bidii na wanajituma. Biblia inasema hawana kiongozi, hawana wa kuwaamuru, hawana wa kuwatuma, lakini wanafanya majukumu yao. Na tumeona pale maandiko yanasema bado kulala kidogo. Yaani mtu mwenye bidii na kujituma hasubiri alazimishwe na wazazi kujisomea. Hasubiri walimu wamlazimishe. Ni ajabu kwamba leo tunalazimisha wanafunzi kusoma. Yaani leo ukiwa mwalimu leo una shughuli pevu. Ukiwa mwalimu, ukiwa lecturer, shughuli yako wewe ni ngumu. Yaani wewe unatakiwa uwafundishe watu, alafu unatakiwa uwalazimishe kusoma. Alafu pia ukishafanya testi ya kwanza, ya pili na nini, pia bado watakwambia uwaongezee max. Yaani kila kitu wewe. Kazi ngumu hii, kazi ishakuwa ngumu brother. Lakini mchwa wana bidii, wanajituma, hakuna anayewaelekeza. Lakini kila mchwa ni kiongozi. Kila mchwa ana initiate. Yaani mchwa yeyote anaweza akaanza kufanya kazi fulani na wenzake wakafuata. Na ndio maana hawafi kizembe. Pale mwisho tumeona anasema bado kulala kidogo. Inawezekana hujaelewa vizuri hayo maneno. Hayo maneno maana yake ngoja nilale kidogo, nitafanya kazi hii kesho. Na mwanafunzi aliyesema ngoja nijinyoshe kidogo, nitaamka kusoma usiku, alikuja kuamka asubuhi. Kuna dada anacheka pale kwa sababu anasema ni kweli kabisa. Yaani mume wake wenyewe unamwambia hili umeshawahi kulifanya. Yaani hata nafsi yake inamshuhudia kwamba huyu mhubiri anaongea mambo ya kweli. Ngoja nilale kidogo nitaamka, anakuja kuamka asubuhi. Anaamshwa na Allahu Akbar saa 11. Jifunze kwa mchwa. Hana wa kumtuma. Mchwa ni mfano wa nidhamu na hekima bila maelekezo. Mwanafunzi mwenye hekima ambaye asubiri aamrishwe, hasubiri atumwe, hasubiri kuhimizwa, huyo lazima atafanikiwa. Kwa hiyo tunajifunza bidii na kujituma kwa mchwa. Kwenye Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10 inasema lolote mkono wako ukupalo kulifanya, lifanye kwa bidii.
Maana hakuna, anataja vitu anasema hakuna ufahamu, hakuna maarifa, sijui hakuna nini huko kuzimu uendako. Manake ni nini? Hapa hapa duniani ndipo unatakiwa uweke bidii. Na yeyote ambaye, na sehemu nyingine Biblia inasema mkono wenye bidii huelekea utajiri. Mistari tuliyosoma hapa pale mwishoni anasema bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi. Ukikosa maarifa, umaskini unahusika. Jambo la pili tunaweza kujifunza kwa mchwa ni hamasa ya ndani na nidhamu binafsi. Kwa sababu watu tumeona pale mwanzo hawana kiongozi, lakini wanafanya kazi zao. Maana nini? Wana nidhamu binafsi. Sio nidhamu ya woga. Kwamba kwa sababu kuna anayekuona. Mimi wanaona nikiingia darasani. Kuna mambo mengi najifunza kwa wanafunzi wa siku hizi. Unaingia darasa la wanafunzi 200, unawakuta wako 23. Ndio wako pale. Unafundisha. Ukifika watu wanasema, sasa tunaenda kufanya quiz." Utashangaa sasa wanafunzi wanaanza kumiminika. Anaingia huyu. Wala baadaye unakuta darasa limejaa mpaka mwisho. Sasa hii maana yake ni nini? Hiyo ni nidhamu ya woga. Na nidhamu ya woga haiwezi kukupa mafanikio. Mchwa ni mfano wa hamasa ya ndani. Wataalamu wanasema kwamba nidhamu binafsi haitokei nje, haishawishiwi na nguvu kutoka nje, inatoka ndani ya mtu. Ni lazima wewe mwenyewe ujijengee hamasa hiyo. Lakini jambo lingine nilojifunza kwa mchwa wana kitu ambacho wazungu wanasema consistency. Sema consistency. Consistency. Wana uthabiti katika mwendelezo wa utendaji wao. Yaani mchwa anachokifanya leo, utafiti unaonyesha kwamba mchwa hawezi kukaa bila kufanya kitu. Yaani atafanya tu chochote. Hata kwenda mahali tu ataenda alafu atarudi. Yaani hawezi kukaa kizembezembe. Consistency. Mchwa, wakati anajifunza consistency ya mchwa, sio kama nafahamu nyumba ya mchwa inaitwaje? Nyumba ya mchwa inaitwaje? Inaitwa kichuguu, si ndio? Kichuguu, sio kama umewahi kukifuatilia. Kinaanza kuwa kidogo, baadaye kinaongezeka. Unafahamu kwa nini kinaongezeka? Mchwa hawaachi kufanya kazi hata kama walishaifanya. Kila siku mchwa yuko kazini. Mwanafunzi ni lazima awe na consistency. Kama wewe umepanga ratiba yako ni kusoma masaa 2, hakikisha kila siku basi umepata masaa 2 ya kusoma. Na nikuhakikishie, ina maana kubwa sana kusoma hata saa 1 tu kila siku kuliko kusoma masaa 9 ndani ya siku moja. Kuna watu wiki nzima hasomi. Anasema Jumamosi nitapiga msuli wa maana. Masaa 10. Kwa taarifa yako huna unachoingiza pale. Unajichanganya tu na kujivuruga. Mchwa wana consistency. Wanafanya kazi zao kila siku. Kila siku. Jambo lingine nilojifunza, mchwa wana tabia ya kurudia kitu ambacho wameshakifanya. Kwa hiyo wana consistency, wana mwendelezo, kila siku wao wako kazini. Lakini pia wana tabia ya kurudia. Kichuguu kinakuwa kikubwa, kinaongezeka, ni kwa sababu mchwa ana tabia ya kurudia kujenga nyumba yake. Kwa sababu kila siku wanakuja wanaongeza udongo juu ya kile ambacho wamejenga, ndio maana kinakuwa kikubwa kila siku. Mwanafunzi hata kama topic umeshaisoma na unaijua, weka utaratibu wa kurudia kusoma tena. Hata kama kitu unakijua, rudia tena, kwa sababu mwanadamu ana tabia ya kusahau. Rudia kile ambacho umekifanya. Kama mtu ambapo anarudia kazi ambazo walishazifanya. Soma kitu kipya, lakini usiache kurudia vile ambavyo ulishavisoma. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Jambo lingine nilojifunza kwa mchwa ni kiumbe ambaye anaona mbali. Ukiona mchwa amebeba chakula leo, hicho chakula ujue haendi kula wakati huo. Nimeshaona watu wanalalamika mara nyingi, anakuambia kwamba yaani kuna watu wakishindwa kufanya kazi siku moja, siku hiyo hali. Hapo maana yake ni nini? Hiyo ni changamoto. Yaani siku moja tu, ikitokea siku moja tu hajaweza kufanya kazi hiyo siku, hata chakula hana. Hilo ni jambo la hatari.
Ni kwa sababu huyu mtu maana yake haweki akiba kwa ajili ya kesho. Mchwa wana tabia ya kuhifadhi chakula. Kwa hiyo ukiona wanatoka kubeba chakula, ujue tayari chakula siku hiyo wanacho. Wanaenda kuweka akiba kwa ajili ya wakati wa mvua. Mvua inaponyesha, mazao, wakati wa msimu wa mvua, mazao yako shambani, watu hawajavuna. Kwa hiyo wakati wa mavuno, mchwa anafanya bidii ya kuweka chakula kwa kadri iwezekanavyo, ili aje akitumie msimu wa mvua ambao hataweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe.